Kulingana na comments ambazo nimekuwa nasoma kwenye makala ninayokuwa natengeneza, nimekuwa napata maswali mengi sana kuhusu changamoto ya PID. Sasa leo nitoe elimu fupi tu, kwa sababu watu wengi wamekuwa na changamoto ya kutibu PID na inajirudia tena mpaka wanakata tamaa. Sasa PID ni nini kwanza? PID kwa lugha ya kueleweka tunasema ni maambukizi kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Via vya uzazi ni nini? Ni hili eneo hapa. Sawa? Hili hapa ambalo wewe na mwanaume wako nalitumia kwa ajili ya kupata starehe ya tendo la ndoa. Sawa? Sasa PID inatengenezwa na mjumuisho wa bakteria wa aina mbili wa magonjwa ya zinaa. Kuna ugonjwa unaitwa gonorrhea na bakteria inaitwa chlamydia. Wakikutana hawa ndio wanatengeneza ugonjwa mpya ambao unakuwa kwenye hili eneo, unaitwa PID au maambukizi kwenye via vya uzazi vya nani? Ya mwanamke. Sasa kadri tatizo linavyozidi kukaa, hawa bakteria wanazaliana. Wakizaliana ndio wanakuja wanaingia huku ndani kwenye kizazi, na baadaye unakuta kuja touch kwenye nini jamani? Kwenye mirija. Ndio maana unasikia maambukizi yameenda mpaka kwenye mirija. Sasa ndio unafikia tu unasikia maumivu makali ya tumbo la period, unakuta unapata uchafu, unatoa harufu, unakuwa mkavu kwenye hili eneo mpaka kupelekea michubuko, ama unakuta unapata period mabonge kwa sababu hao bakteria wanakuja wanatuama kwenye hili eneo. Kwa period ikiwa inashuka kuja kutoka huku, inaenda kutengeneza blockage kwenye mlango wa kutoka period, kwa hiyo inaganda hapa kwa muda mrefu. Ndio maana wanawake wengi wenye changamoto za PID wanapata hali ya kupata period vinyama au mabonge, lakini vile vile hali ya ukavu, harufu, miwasho, uchafu na maumivu makali, hasa wakikaribia period ama wakiwa period moja kwa moja. Sasa sitataja matibabu moja kwa moja kwa sababu vyanzo vya PID ni vingi, ikiwemo masuala ya usafi binafsi, kuna matumizi ya dawa za kemikali. Kwa hivyo comment hapo changamoto yako ina muda gani, nitakushauri na namna gani unaweza kupata matibabu. Lakini vile vile unaweza kunitafuta kupitia haya mawasiliano hapa, nitakushauri ni kwa namna gani unaweza kuondokana na changamoto ya PID bila madhara yoyote.